Leo tunazungumza, usipochukua hatua tunaposema juu ya haki, leo itakuwa kwa Chadema, kesho itarudi kwenu wenyewe. Mtatumaliza sawa. Baada ya hapo peoples, na kuna watu waliacha Chadema wakasema kwa Chadema bwana, kwa Chadema unaweza ukafa, bora uame tu. Haya, niwaulize wana Chadema Kilando na Itete, waliokufa siku ile walikuwa Chadema? Maiti zilizopo mochwari za wana Chadema? Kwenye vitabu vyetu vitakatifu vya dini zote, uoga ni dhambi. Uoga ni nini? Mimi mtoto wenu ningekuwa muoga, ningewauza kwa vipande vya fedha, nikijua kabisa hawa jamaa nikitoka hapa watanipizia kweli. Nikaambia Mungu, wakati nasimama Kilando na Itete, nikiwa nimesimamishwa na mzee Kirumbarumba na mzee Idi mwaka 2018 darasani pale, darasa liko wapi ile mzee Idi? Mzee Idi alisema sema neno moja kwamba nitagombea. Nikasema mzee, unajua nasikia wanaweza wakatukata akasema tunataka si useme neno moja, sema nagombea. Mzee Kirumbarumba akaniambia, kwa umri wangu huu natamani nishuhudie nikipata mbunge, hata Mungu anaponichukua niwe na furaha moyoni. Yale maneno akasema, nafikiri mimi Aida natafuta nini umri huu? Natafuta haki, hata kizazi changu kinachobaki kijue nilishiriki katika mabadiliko. Yale maneno alionieleza mzee Kirumbarumba akasema, sitaki udiwani, umri wangu umeisha, ni habari za jioni. Sihitaji ubunge, niko nyakati za jioni. Ninachotamani Mungu asinichukue mpaka jimbo hili likombolewe. Akinichukua wakati jimbo hili limekombolewa, roho yangu itakuwa nyeupe. Yule mzee, yale maneno aliyosema kile kipindi, alikuwa anahubiri haki kwenye kinywa chake, akaitamani haki, akaishi haki. Leo tunazungumza wana Chadema. Ingekuwa hakuna watu wenye busara kama mzee Idi na mzee Kirumbarumba, wakati wanakuja wale jamani ende kule, nikakumbuka maneno ya mzee Idi na mzee Kirumbarumba. Alafu nikakumbuka maneno yangu ya kwanza kwenye mkutano wakati nawaomba kula. Niliwaambia, naomba nipe imani na mimi imani nitailinda. Na imani hiyo nimeilinda. Nimepitia magumu mengi, napitia magumu mengi, ila najua mlionichagua na kunipa thamani hii, na nyinyi mmepitia mengi kunifanya niwe hivi nilivyo. Peoples, tukiacha tamaa tukatanguliza uzalendo, hata kama leo hujapata udiwani, haki unayoipigania leo ni kwa ajili ya kizazi chako. Kama sio watoto uliozaa wewe, ni wajukuu wako. Kama sio wajukuu, ni vitukuu. Leo tuko hapa, mzee Kirumbarumba alifanya kazi yake, anaondoka mbele za haki. Kilando inang'aa, Kilando inapendeza, ni kwa sababu wapo wazee waliojitoa kwamba hata kama nakufa, hata kama umri wangu ni jioni, acha nipiganie demokrasia, acha nipiganie haki, acha niheshimishe Kilando na Itete ibaki imesimama, hata niko. Peoples, wewe mwenzangu uliye hapa, unataka kwenda chama fulani, unaenda kufanya nini? Unasema naenda kule kwa sababu wanagawa pikipiki. Peoples, na kwenye hilo eneo naomba mnisikilize. Vijana kwenda kuchukua pikipiki sio kosa, ila kosa lao kuhamisha fikra zao, kuamini pikipiki imemkomboa. Naomba niwaambie kitu kimoja. Pikipiki bei wanayopewa ni tofauti na bei ya sokoni.
ni tofauti. Pale kuna riba ya juu. Ile pikipiki ni biashara. Ni nini? Kwenye katiba yetu haijakataza, lakini mtumishi wa umma, mimi Aida ningesema ninunue pikipiki, ningenunua hata magari kwa kila kata kukopesha kwa viongozi wa kata. Yaani gharama niliyotumia kuilinda heshima ya miaka 5 ni zaidi ya pikipiki. Nilichokitoa kwa wananchi kilikuwa kina riba. Nilitoa kile ambacho Mungu amenijalia. Na watu wa Kilando na Itete, naomba Mungu awape hekima ya kumbukumbu. Tusiwe watu tunaopoteza nini? Maana kuna mtu alikula jana wali na nyama, akaja mtu jioni akampa mpende, akasema yani wewe ndio sawa. Akasahau kwamba ni jana tu alikula wali na nini. Sisi tusiwe hivyo, si ndio? Ndio. Peoples. Thamani yenu ni kubwa kwa sababu mnajua utu wenu haununuliwi kwa gharama yoyote. Utu wenu sio gari, utu wenu sio pikipiki, utu wenu sio chapati. Thamani